Movie inaanza na hapa tunamwona Mike pamoja na Ozzy wanarudi nyumbani kumsalimia mama yao kipindi cha likizo. Na mama yao anauliza Tina na mtoto wako wapi? Yaani mke wa Michael pamoja na mtoto wa Mike. Michael anasema wanakuja lakini watachelewa kwa sababu wamekataa kuja na gari, wanataka kupanda ndege. Basi stories zikaendelea na Mike anapokea simu, anaambiwa mke wake pamoja na mtoto wamefariki kwa ajali ya ndege. Mike anaumia sana kumpoteza mke pamoja na mtoto. Huku tunaona upande wa pili mwanadada Ego akiwa anaombewa. Huyu Ego ana miaka 30 mpaka sasa hivi hajaolewa. Hivyo mamake amemwita mchungaji nyumbani ili aje amuombe. Na huyu Ego ni fundi magari. Ego ni mkorofi sana, anapigana na mtu yoyote. Yaani hapo mtaani hakuna mtu ambaye hamjui Ego. Basi maombi yanaendelea pale na maombi yanaisha. Ego anasema sasa my husband will find me, mume wangu lazima atanipata popote pale. Karibu kusikiza simulizi hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Riri na hii movie inaitwa Accidental Bride. Basi sawa, hapa tunaona wanaomboleza msiba na Oz anaamua kurudi mjini kuendelea na shughuli zake, lakini Mike anakataa kurudi mjini na kuamua kuanzisha maisha mengine hapo hapo, kwa sababu akirudi mjini atakuwa anapata kumbukumbu nyingi za mke wake pamoja na mtoto wake. Kwa akaamua kubaki pale kijijini na akafungua sehemu kwa ajili ya kutengeneza magari, yani garage. Hapa tunamwona mwanadada Ego anaenda kuomba kazi kwenye garage ya Mike na Mike anamkatalia, lakini Ego anakataa, anamwambia mimi siondoke hapa mpaka unipe kazi. Anamwambia oya, sisi tufanye kazi na wanawake. Anasema hapana, mimi nafanya, afu kazi mimi naifanya kuanzia mtoto. Babangu alikuwa fundi magari, basi nipende gari moja nifanye hapa muone. Lakini walimkatalia. Tena akamwambia wewe nitakuzaba, mimi sifanyi mchezo. Lakini Ego naye akamwambia bro, mimi nakaa hapa chini, ukitaka ninyanyue kanitupe kule babani, mimi hapa siondoke kama hujanipa kazi. Basi sawa. Hapa tunaona ni miaka mitatu imepita, lakini bado Mike anaomboleza kifo cha mke wake. Japokuwa mamake amefanya jitihada nyingi sana za kumfanya Mike dogo asahau, lakini Mike kasahau. Hapa tunamwona alikuwa anatoka mjini kuelekea kijijini kwa mama yake na gari inaharibika njiani. Anajaribu kumpigia simu fundi lakini hapokei. Anajaribu kumpigia kaka yake Mike naye hapokei simu. Basi akiwa pale anafanya jitihada za kutafuta namna ya kutengeneza gari lake, bidada Ego anapita na anamuona, anamwambia kuna shida, naweza nikakusaidia, unajua kuhusu magari? Akamwambia ndio, mimi babangu alikuwa fundi garage, kwa mimi najua sana. Akamwambia sawa, basi ngoja tuone. Bidada akajaribu kutengeneza na gari ikawa imewaka. Jamaa akashangaza na kama amemwambia nashukuru sana. Akamwambia sawa, mimi naitwa Oz, wewe unaitwa nani? Akasema mimi naitwa Ego. Akamwambia ulikuwa unaelekea wapi? Akasema naelekea huko mbele. Akamwambia basi sawa, pia nikupeleke. Basi akawa amempa lifti na akawa ameondoka. Bidada Ego alivyorudi nyumbani akawa anafurahi sana. Akamwambia mama, nimekutana na mume wangu leo, nimeshapata mume tayari. Yaani pasta kaniombea tu jana, leo tayari nimepata mume. Kwa mama jiandae. Basi sawa, mamake akawa anamshangaa sana, huyu mtoto huyu kawehuka, mtoto amewehuka. Oz anafika nyumbani na kumwambia kakake, nimekutafuta sana haupatikani, gari yangu ilikuwa imeharibika njiani, nimekutafuta kwa hupokei simu. Akamwambia hapana, nilikuwa busy na simu sijaona. Akamwambia sawa bro, na akawa anajaribu kumkumbushia kuhusu swala la kuoa. Akamwambia imepita miaka mingi sasa, mke wako ameshafariki, inabidi utafute mke mwingine ili uweze kuwa sawa. Jamaa akakasika sana, akamwambia wewe msiniingilie maisha, mimi nampenda mke wangu, hata kama ipite miaka 30 bado atabaki kuwa mke wangu. Basi Oz akawa amemwacha kama alivyo, lakini alimsikitikia sana. Oz anamwalika Ego nyumbani na Ego anaenda. Anapofika Oz anamtambulisha Ego kwa mama yake kwamba huyu ni yule msichana alionisaidia kutengeneza gari yangu. Wakati akapiga story pale, Mike akatoka ndani akawakuta pale nje. Akamwambia wewe umefuata nini hapa? Mimi nikwambia kazi siwezi kukupa. Akamwambia kwa nini mimi nimefuata kazi hapa? Mimi sijakufuata wewe, mimi nimealikwa hapa na Oz. Akamwambia hapa ni nyumbani kwangu na sitaki kuona. Basi wakabishana pale. Oz akamwambia bro, huyu ni mgeni wangu. Kubishana pale, jamaa akawa ameondoka akawaacha. Wakawa wamefika pale na walipiga story sana, na siku inayofuata pia alimwalika tena nyumbani na akamwambia sasa hivi ukija tutakula lunch pamoja. Kuja wakawa wanakula pamoja, Oz, Ego, mama yake pamoja na Mike. Mama yake Oz alimpenda sana Ego, akasema amechangamka sana alafu ana adabu mno. Basi waliendelea kula pale, lakini Mike alikuwa na chuki vibaya mno. Sijui kwa nini alikuwa anamchukia Ego na sijui kwa nini alikuwa hampendi. Hatujui nini alimfanya huko nyuma. Zaidi tuliona tu alienda kuomba kazi gereji kwake. Hebu tuendelee mbele tuone nini kilitokea. Basi baada ya kula lunch ya pamoja familia, yani Ego pamoja na mama yake na Mike na Oz. Baadaye mama yake Mike akawa amemuita Oz pembeni. Akamwambia kwa nini Mike anamchukia sana huyu dada? Inaonekana anampenda. Na huyu ndo alivyo. Akimpenda mtu anafanyia visa sana. Basi tufanye kitu kimoja. Oz akamwambia mama yake mimi nina plan. Sasa sijui plan aliyopanga ni nini. Basi baada ya kula lunch ya pamoja, Ego alimwalika Oz nyumbani kwao siku inayofuata. Na Oz alienda na kumwona mama yake Ego na kumwambia kwamba mimi nampenda sana binti yako, anaheshima na anajielewa vizuri mno, kwa mimi nataka siku moja ni muoe. Mama yake akamwambia hamna shida, wewe
pata muda, mjue vizuri, mjuane vizuri, ndio mlete habari za kuoana. Basi Ozzy anaamua kumvalisha Ego pete ya uchumba. Anamwambia Ego, will you marry me? Ego anasema yes my love, I will marry you. Basi wanavalishana pete ya uchumba na Ego anafurahi sana, aamini macho yake, kama ilikuwa ni ndoto yake kuolewa kwa muda mrefu sana. Basi Ego anapita mtaa mzima anaimba, amenyanyua kidole juu anaimba, anapita mtaa mzima anatangaza kama jamani, mimi naolewa, mlosema haolewi anaolewa, naolewa nani? Yaani mtaa mzima dada anatangaza anaolewa. Basi wale ambao walikuwa wanamsema vibaya wakawa wanaona aibu, na yeye alikuwa anafanya hivyo makusudi kwa sababu alikuwa anajua wanavyomsema vibaya. Basi Ozzy anafika nyumbani na kumwambia kaka yake Mike kwamba nimepropose, nimemvalisha pete ya uchumba Ego, kwa hiyo hivi karibuni nitamuoa Ego. Kaka anamwambia ufu na akili wewe, huyo Ego unamjua? Mtu umekutana hata miezi miwili haijapita tayari umeshataka kumuoa. Wewe unamjua huyo mwanamke? Basi akawa anabishana pale akamwambia bro, mimi ndo nishampenda hivyo, hapa siwasikia, yani sisikii siambiliki. Na huku tunamwona Ego anamwambia mama yake bana, nimevalisha pete ya uchumba, Ozzy amepropose. Mama yake anamwambia hivyo, mbona mnakurupuka? Huyo kijana unamjua vizuri kweli au basi kwa sababu unataka kuolewa ndio umekubali mapema? Anambia mama hapana, mimi namjua vizuri na hakuna shida, hata kama ana madhaifu yake mimi niko sawa, mimi nitavumilia. Mimi mradi ananipenda inatosha. Basi zilikuwa zimebaki siku 3 kabla ya wao kufunga ndoa, na Ozzy anapata emergency kwamba makontena yake aliyokuwa akiyasafirisha mjini yamepata tatizo. Kwa hiyo inabidi aende akashughulikie hilo swala. Na Ozzy anaona kabisa akienda atachelewa kurudi na siku ya ndoa itapita. Bidada anamwambia sawa, ni biashara nenda, lakini hakuna namna tunaweza tukafanya hii harusi ikafanyika. Akamwambia hapana, labda nimwombe kaka yangu anisaidie asimame kama mimi hiyo siku ya harusi. Yaani yeye ndo akuoe wewe kwa niaba yangu mimi. Nikirudi mimi tutaendelea na mahusiano yetu kama vile tulivyokuwa mwanzo. Maana utakuwa mke wangu kama kawaida. Kwenye harusi atakuwa kakaangu tu kuniwakilisha. Basi akamwambia hamna shida, mimi niko sawa. Lakini bro Mike akawa amekataa kabisa. Akasema hapana, mimi siwezi. Wewe mwanamke mimi kwanza simpendi. Siwezi. Wewe kama vipi alisheni ndoa yenu au msogeze mbele mtakuja kufunga kwa miaka inayokuja. Mimi siwezi kuwakilisha kwenye ndoa yako. Basi walimuomba sana na baadaye Mike akafikiria akaona msawa kwa sababu ni mdogo wangu anaoa sio mimi. Watu nimwakilishe. Na siku ya ndoa ilipofika wakafunga ndoa kweli kati ya Mike na Ego. Mike alikuwa pale kumwakilisha kaka yake Ozzy. Kwa hiyo ndoa ilifungwa kati ya Ozzy na basi sawa, siku ya ndoa ikafika na Mike akaenda kumwakilisha kaka yake. Maana yake yeye ndo akasimama kama bwana harusi. Na bidada Ego alikuwa akijua kabisa akilini mwake kwamba mume wake yupo mjini anashughulikia issue zake, na hivyo Mike anamwakilisha tu, lakini mume wake atakavyorudi wataendelea na maisha yao kama kawaida. Basi ndoa ikafungwa, lakini kwa mbinde sana kwa sababu wote walikuwa wamenuniana, hawapendani, hata ile kushikana mkono hamna yani. Basi jioni ya hiyo siku baada ya ndoa kufungwa na Ozzy naye anakuwa amerudi. Mike alipomwona Ozzy akafurahi, akamwambia bro, bora umekuja, mchukue mke wako bana, mimi nishachoka, wewe mwanamke hapana. Akamwambia mke wangu gani? Hapana, wewe sio mke wangu, ni mke wako wewe, ndio umefunga naye ndoa, sio mimi. Kumbe bana Ozzy alipanga na mama yake wamfungishe ndoa ya lazima kaka yao Mike pamoja na Ego, kwa sababu mama alisema kwamba kwa namna anavyomwona Mike, vile ambavyo akimwona Ego nakasirika, ni kama anampenda ila hataki kuonyesha kama anampenda, yani kama anampenda lakini anapigana na hisia zake yeye mwenyewe. Kwa hiyo alifanya mpango, wakaenda wakaongea na wazee pamoja na wajomba zake na wakafanya huo mpango wa kumuozesha Ego kwa Mike bila wao wenyewe kujua. Basi baada ya Ozzy kumwambia ukweli hivyo, Mike alikasirika sana na Ego pia alikasirika sana. Mike akamwambia bana, mimi nawatakia ndoa njema, mimi narudi zangu mjini. Ego akawa hana namna, japokuwa alilia vibaya mno. Ego akawa anamwambia Ozzy, kwa mapenzi yote uliokuwa unaonyesha siku za nyuma ulikuwa unanichora, kwa hiyo unipenda. Akamwambia hapana, mimi niliona kakaangu anakupenda, nikaona nimsaidie kwa sababu hataki, anapambana na hisia zake yeye mwenyewe, anazikataa hisia zake yeye mwenyewe. Mke wake ameshakufa ni miaka mingi, lakini hataki kumsahau. Mimi nimeona nifanye hivyo kumsaidia. Tuliongea na wazee pamoja na mama, kila mtu anajua mpango mzima. Kwa hiyo mimi nawatakia ndoa njema, maisha mema. Mimi naondoka, narudi mjini, tunawaachia nyumba wewe pamoja na mke wako. Ego alichanganyikiwa sana, akarudi nyumbani akawa anamwambia mama yake, ona ulichonifanyia. Mama yake akamwambia, nilikwambia chukua muda, fikiria, mjue kwanza wewe mtu vizuri ndio ukubali kuolewa, lakini hukunisikiliza. Ona yalokuta sasa hivi. Kwa hiyo Ego akawa hana namna, ikabidi aende nyumbani kwa mume wake ambaye ameona naye kiulazima bila yeye mwenyewe kutaka. Na alipofika mama yake Mike akawa anamwambia, mwanangu nisamee sana, mimi najua mwanangu anakupenda, lakini ni swala tu la muda yeye kukubali kukupenda. Kubaliana na swala la muda yeye kukubaliana na hisia zake kama kweli anakupenda wewe. Basi Ego akamwambia hamna shida, kwa nimeshaolewa sina namna, nitapambana hivyo hivyo, asiponipenda sawa, mimi nitaondoka zangu, anipe talaka niondoke. Basi wanaendelea kuishi hivyo hivyo nyumbani kama paka na paja, ambaye ni mtu na mke wake, lakini walikuwa hawaongei. Ego anaandaa chakula, Mike anakiangalia tu, anapita
hataki, anataka kusikia chochote kuhusu huyo mwanamke. Basi siku tunamwona Ego aliamka akawa anafanya usafi, akamfulia Mike nguo akawa anazinyoosha. Mike akawa anashangaa. Akamwambia wewe umenifulia nguo umenyoosha? Akamwambia mimi ni mke wako, au ni majukumu yangu mimi kama mke. Mike akaanza kuelewa sasa. Hapa tunaona siku inayofuata bidada akawa ameenda kazini kwa Mike. Na alipofika kana anamwambia nimekuja kufanya kazi kwenye ofisi ya mume wangu. Ofisi ya mume wangu ni ofisi yangu. Kwa sasa hivi huwezi kunifukuza, huwezi kuninyima kazi. Cha mume wangu ni changu. Mimi hapa nimekuja kufanya kazi. Basi akawa anamwangalia anamwambia naondoka, rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Akamwambia mimi sirudi nyumbani, hapa nishaanza kazi kabisa. Akamwambia wewe nitakuzabua, hebu rudi nyumbani. Akamwambia mimi sirudi nyumbani. Mimi siwezi kukaa nyumbani, kukaa tu hivi napika nafua na hapana, siwezi. Mimi nipe chance hata tu siku moja nikuonyeshe kazi ninazozifanya. Basi Mike alimkubalia na bidada akawa ameanza kufanya naye kazi hapo hapo garage. Dada akamwambia sweet boy. Basi siku ya kwanza kufanya kazi bidada alifurahi sana, na alivyorudi nyumbani akawa anamhadithia mama mkwe kwamba mama, leo nimetengeneza magari matatu na nimefanya vizuri sana. Najisikia furaha sana leo, nimefanya kazi ambayo naipenda. Mama akawa anamwambia usijali, wewe ishi na Mike tu vizuri. Huko tunapoelekea mtakuwa sawa kabisa. Basi bidada anaenda chumbani kumpelekea Mike chakula na mkuta Mike analia huku ameshika picha ya mke wake pamoja na mwanae. Ego anamwangalia Mike na kumwambia, mimi sio kama nataka kuchukua nafasi ya mke wako au mtoto wako, wala sitaki kufanya wasahau, ila ninachotaka kukuambia kwamba hao wameshaondoka. Unavyokuwa unahuzunika zaidi ni kama unazidi kuwaumiza wao. Haya maisha ndio yalivyo, kuna kupata na kukosa. Imetokea umekosa, unaachia milango kwa ajili ya riziki nyingine. Kwa mimi ninachotaka kukuambia, wewe ukiwa sawa utaniambia, mimi sitakulazimisha wala sitaka kufanya chochote kwa nguvu na wewe. Basi mdogo mdogo Mike anaanza kufall in love again na anaanza kumpa binti nafasi, na tunaona mahaba yanaanza upya kabisa. Na hapa tunamwona Ego alikuwa ameumia, basi Mike akawa anamchua, anampa first aid. Huku akiwa chumbani kwake usiku akawa anakumbuka Ego alivyokuwa anamwambia sweet boy. Anasema hivi nilikuwa naonaga nini kuanzia mwanzo? Mbona nilikuwa sioni haya mambo? She's so sweet. Siku inayofuata Ego akawa ameenda kazini na akawa anafurahi sana. Na wafanyakazi wa ile garage walimpenda sana Ego kwa sababu alikuwa mchangamfu na alikuwa anafanya kazi vizuri sana. Basi hapa Mike akawa anamuuliza, vipi unaonaje mazingira ya kazi? Akamwambia naona vizuri na mimi napenda kufanya. Akamwambia basi hamna shida, kuanzia leo nimekukubalia rasmi utakuwa unafanya kazi hapa. Akamwambia yes, my husband. Huyo ndo mume wangu sasa. Akamwambia lakini ukizingua tu kidogo unarudi nyumbani. Akamwambia I promise you, siwezi zingua. Sweet boy. Basi hapa akiwa amekaa sebleni wanapiga story, wanakunywa na juice, yani Mike pamoja na mke wake. Kama wanataka kukiss, lakini ile wamemsogelea tu hivi mwenzake, picha ya mke wake inamjia kichwani. Anasema no. Anasema no, siwezi kufanya hivi. Siwezi kumsaliti mke wangu. Bado nampenda mke wangu. Na akanyanyuka na kuondoka. Mwanadada Ego alijisikia vibaya sana na akawa amekaa hana cha kufanya. Baadaye Mike anamwambia mamake kama mimi siwezi tena hii ndoa. Mimi namwambia Ego arudi nyumbani kwao, atafute mwanaume mwingine wa kumuoa. Mimi sitaweza. Basi mamake akamwambia hivyo utakuwa lini? Huyu mwanamke amesha kufa, ni miaka sasa imepita. Sio kama atarudi, hatarudi. Na wewe bado ni kijana mdogo, unahitaji mke, unahitaji wajukuu mimi. Akamwambia mama, nitapata mke muda ukifika. Sasa hivi siwezi kumsaliti mke wangu. Basi akawa anaongea naye akamwambia Ego, nakushukuru sana. Wewe ni binti mzuri, wewe ni mwanamke mzuri, unafaa sana kuwa mke, ila kwangu mimi hapana. Siwezi kumsaliti mke wangu. Kwa hiyo naomba uondoke, utapata mwanaume mwingine atakuoa. Ego anajisikia vibaya lakini anakuwa hana namna. Inabidi aondoke na kurudi nyumbani kwake. Mamake anampokea, anamwambia mwanangu usijali, mambo yatakaa sawa mamangu. Basi huku Oz anatoka mjini na kurudi nyumbani, anamkuta Mike. Anamuulizia mke wako yuko wapi? Anasema mimi nishamfukuza, nimwambia turudi kwa utapata mwanaume mwingine wa kumuoa, mimi sitaweza. Akamwambia bro, inabidi uheal, inabidi upone kwenye hiyo situation, la sivyo utazeeka ukiwa hivyo hivyo, huna mtoto hata mmoja. Akamwambia bro, mimi siwezi, nashindwa kumsahau mke wangu. Basi wakawa wamepiga story pale, na baadaye jamaa akawa amewaza sana, akafikiria mno, na pia akawa anakumbuka zile moment alizokuwa nazo pamoja na Ego. Zilikuwa moment nzuri ambazo zilikuwa zishaanza kurudisha furaha yake ambayo ilipotea muda mrefu sana. Na huku tunamwona Ego ana stress vibaya mno, anafikiria vile ambavyo wenzake watamcheka kwa sababu aliwaringishia sana siku anaolewa. Alitangaza mtaa mzima, jamani naolewa. Basi akashafukuzwa kule. I don't know. Hapa tunamwona akiwa nje anatembea, na kuna wadada wawili wanapita nyuma yake, wanamcheka, wanamsema, anamwambia ulisema unaolewa ukaturingisha. Wakawa wanamcheka, kwa hiyo ukorofi wako tulikwambia huwezi kukaa kwa mume hata mwezi, wewe lazima ushafu. Wakawa wanamsema vibaya, wanamkejeli. Huyo mmoja akawa amemsukuma Ego, akawa ameanguka chini. Yani Ego na ubabe wake yote alikuwa hawezi kupigana, alikuwa hawezi kujibu kwa sababu ni aibu ambayo hajawahi kupata kwenye maisha yake yote. Akiwa ameanguka chini anaona mtu anamwekea mkono hivi kama wataka kumuinua. Kwa kuangalia vizuri, mwamba Mike anamwambia nyanyuka mama. Basi wale wakawa wameona aibu. Huyu si ndo mume wake huyu. Kumbe hawajaachana.
Bidada akawa anajaribu kukaza, anamkazia Mike, anamwambia hapana, wewe ulishaniacha. Mike anamwambia hapana, nisamehe. Nilikuwa tu nateswa na maumivu ya nyuma. Please. Nimekaa nimetafakari, nimeona kwamba nakuhitaji sana. Kwa siku ambazo umekuwa na mimi pale, nilikuwa mtu mwenye furaha, nilikuwa mtu ambaye nishaanza kusahau matatizo yangu ya nyuma. Please naomba nisamehe. Sasa hivi nimeamua, niko serious. Nakuhitaji kama mke wangu. Nataka uwe mke wangu rasmi, sio mke wangu tena wa kuolewa na mdogo wangu. No, mke wangu rasmi. Basi mambo si mambo, wakawa wamesameheana na bidada akafurahi sana. Basi akamwambia twende mama, twende nikupeleke nyumbani. Akaenda akamfungulia mlango wa gari, wakaingia kwenye gari. Basi wakawa wamesameheana na mambo mengine yakaendelea. Wakaendelea kuishi kama mke na mume. Asante kwa kusikiliza simulizi hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.